hili ni tatizo linawakumba wanandoa wawili. Inafikia hatua wanandoa wanapokusudia kufanya jambo la jimai, kwa maana ya tendo la ndoa, na ifahamike kwamba hii ni ibada. Hii wanandoa walioana katika taratibu ambazo ni za kisheria, wakifanya jambo hili wanapata thawabu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawalipa. Lakini kwa masikitiko makubwa inafikia hatua sawa, mwanamke anapotaka kufanya jambo hilo anapoteza ile hamu, lakini mwanamume kadhalika anakuwa anapoteza ile hamu ya kufanya tendo la ndoa. Lakini huwa ni kwa sababu gani hali hizi huwa zinajitokeza? Ndugu yangu, fahamu wako kuna viumbe wabaya, sawa, viumbe ambao wao kazi yao ni kuwafarikisha watu, sawa, watu wafarikiane, watu wasielewane, watu wasitamaniane, sawa, wanakuwa wana ile sihru tafarik, uchawi wa kufarikisha, sawa. Kwa hivyo na maana kwamba inafikia hatua mke hamtamani mume na mume anakuwa hamtamani mke, sawa, na wanakuwa wanahisiana vibaya. Labda mwanamume kapata mwanamke wa nje na mwanamume anamuhisia mwanamke kapata mwanamume wa nje, sawa, na wakati Uislamu umekataza watu kudhaniana vibaya. Lakini kumbe watu hawa wametawaliwa na ummi subiani wa ruhani, na mwingine akatawaliwa na subiani dume. Hawa majini wanaingia katikati ya mapenzi, katikati ya tendo la ndoa, wanavuruga ule husnul muamala kati ya mke na mume, sawa. Kwa hiyo unajikuta kwamba kila siku wao wamekuwa kama wagonjwa, jambo linakuwa haliwezekani, na likiwezekana kwa kiwango kidogo, sawa. Yani ile hamu, yani mtu kujisikia hamu ile inapotea kabisa. Viungo vyote vingine vinakaa sawa sawa, vinakuwa vimejiandaa katika mpangilio mzuri, lakini ile kutamani, ile hisia ya kutamani kuliendea ile jambo inakuwa haipo, kwa sababu ya matatizo haya ya kimashayatini wa kijini. Sasa ndugu yangu, kwa haraka haraka, kama yamewahi kukukuta matatizo kama hayo, wajibu wako ni kufanya nini? Wajibu wako, nenda kachukue karatasi 7 nyeupe, sawa. Kila karatasi moja iandike bismillahirrahmanirrahim, wa ufawidhu amri ila Allahi inna Allaha basirun bil ibadi. Wa ufawidhu amri ila Allahi inna Allaha basirun bil ibadi. Zote karatasi 7 ziandike kwa utaratibu huo. Alafu chukua marashi rozi, chukua marashi jabali, utazitia katika beseni, sawa, utachanganya na maji, alafu utaziayusha na marashi yale, utakuwa unaoga kwa muda wa siku 3, sawa. Karatasi zile ziandike kwa kutumia zafarani, utaoga kwa muda wa siku 3, basi na kuhakikishia utapata afya njema na afya bora kabisa kwa idhini yake Mwenyezi Mungu. Namba zetu ni 0686 609485 inshallah.